Nataka tusome kitabu cha Mathayo Matthew chapter 15 verse 1, ambaye nasema kwamba then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. He answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your traditions? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na wale watu ambao walikuwa wanaitwa Mafarisayo na Masadukayo. Mafarisayo na Masadukayo. Hawa kundi wawili walikuwa wana believe katika zile sheria ambazo Musa alitoa. Unajua Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuna zile sheria ambazo zilikuwa ni sheria za Musa ambazo hizi kundi mbili zilikuwa zinafuata, na hizi kundi hazikuamini ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa ametumwa hapa duniani ambaye alikuwa anaitwa Yesu. Kwa hivyo kila kitu ambacho Yesu alikuwa anatenda hapa duniani, hawa Mafarisayo na Masadukayo walikuwa kila wakati wakipinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao waliamini ya kwamba yale ambayo Musa alitoa, hayo ndiyo maneno ambayo yalikuwa ya mwisho na ambayo kila mtu alistahili awe akiyafuata na kuyazingatia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zile vitabu ambazo zinaitwa law books ama Torah books ambazo ziko mwanzoni mwa Biblia. Hizo vitabu ni Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy na Numbers. Zimefika 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hizo vitabu ndio zile vitabu ambazo Musa, zilikuwa na zile sheria ambazo Musa alitoa, ambazo wale Mafarisizi na Masadukayo walikuwa wakizifuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tasoma Matthew 16 from verse 1. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu, wakamuomba awaonyeshe sheria itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu
ni nyekundu, na asubuhi mwasema, leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi zitambua? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba hao watu walikuwa wanaweza kutabiri hali ya anga, ama kuweza sijui nitaiwekaje, yaani walikuwa wanajua zile mambo za anga. Lakini Yesu akawaambia kwamba ikiwa mnajua hayo yote, ya kwamba mkiona dalili ya mvua mtajua, mkiona mawingu mtajua kwamba kuna mvua itakuja kunyesha, na mbona mshindo kujua haya ambayo mimi ninayatenda? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hao watu waliishi na dukuduku mingi, waliishi na vikwazo mingi kwa yale kazi ambayo Yesu alikuwa anatenda. Kwa sababu hata Yesu angeponya mtu, wangeenda kwa huyo mtu kufanya uchunguzi, wajua huyo mtu ni kweli aliponywa ama hakuponywa. Walienda wakimuuliza ya kwamba, je, umeponywa? Na wakamuuliza, ni nani huyo ambaye alikuponya? Na pia wakataka kujua ni siku gani hii ambayo umepata uponyaji wako, kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa wanachunga ile siku ambayo ni ya Sabato. Niliwaambia kwamba hao ni watu ambao walikuwa wanafuata zile sheria za Musa. Kwa hivyo hata ikiwa Yesu angeponya mtu siku ya Sabato, waliona ni kama ni dhambi, na wangepinga kitendo hiko vikali sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu anawauliza ya kwamba ikiwa mnajua haya mambo yote, mbona yale ambayo ninayatenda msiwe na ufahamu ya kwamba yanatoka kwa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Matthew 16:6. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walikuwa watu ambao ni wapinga Kristo. Ni watu ambao hawakuamini ya kwamba, hawakuamini vitabu zingine katika Biblia. Ungewaambia mambo ya Psalms, wangekukataza. Hao waliamini tu hizo vitabu za kwanza 5 za Biblia, na ndizo ambazo walijua kwamba hizi ndizo tunapaswa kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu ikafika mahali akaanza kuwaonya wale Mafarisayo na Masadukayo. The book of Matthew chapter 23, turn from verse 1. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works,
for they say and do not do. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu anajaribu kuambia watu ya kwamba hawa Mafarisayo na Mazedukayo watakuja kuambia mambo ya kufanya, lakini Bwana anasema ya kwamba nyinyi muyafanye tumie Kiswahili. Nasema kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Yaani ni kama walikuwa wamechukua ile nafasi ambayo Musa alikuwa amechukua. Basi yeyote atakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatuonya kwamba wakituambia tuyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao, yani yale matendo ambao wanafanya tusije tukayatenda, maana wao hunena lakini hawatendi. Yani wanasema tufanye hiki lakini wanafanya opposite. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Yani kuna zile mizigo, kuna zile task ambazo hao watu walikuwa wanaekea watu, ambazo zilikuwa mizigo mizito, ambazo hata hao wenyewe ilikuwa ngumu sana kwao kuweza kuzibeba ama kufanya yale mambo ambayo alikuwa anaambia watu wafanye. Tena matendo yao yote hayangetenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa kupanua hiziri zao, kuongeza matamvua yao, kupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa mikono na kuitwa na watu Rabii. Bali nyinyi msiitwe Rabii, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia ya kwamba wao walikuwa wanapenda kuketi zile viti za mbele, walikuwa wanapenda waonekane, walikuwa wanapenda ya kwamba waitwe yale majina makubwa makubwa. Lakini Yesu anawaonya watu akisema ya kwamba nyinyi msije mkakubali kuitwa mwalimu, kwa maana mko na mwalimu mmoja na ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhiliwa atakwezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii kitabu ya Matthew imejaribu kuongelea sana zile tabia za Mafarisayo ambazo walikuwa wanafanya, ambazo walikuwa wanafanyia watu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiwe kama hao watu ambao tunawekea mizigo mizito katika watu ambazo sisi wenyewe hatuwezi zibeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tujaribu kuchunga uokovu, na pia tujaribu kufuata yale ambayo Yesu alisema, akijaribu kucontradict na yale ambayo Mafarisayo walikuwa nasema. Kwa hivyo nitaachia hapo na nitamuita Douglas akuja aombe, tukiendelea mbele.